Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unaweza ukaelewa, Biblia inasema hivi, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Sasa wengi inapofika kwenye ndoa wanafikiri upendo unawaunganisha. No. Imani yako kwa Mungu ndio inayounganisha. Sikwambii upendo hauko mahali pake, lakini ukitumia upendo kwanza kwa ajili ya kuchagua mtu wa kuoa au wa kuoa, kumbuka upendo unaishaga kama petroli. Unaishaga. Na kitu kingine cha ajabu sana, upendo ukitangulia unaua kitu cha kiroho usipokuwa mwangalifu. Ndicho kilichompata mfalme Suleiman kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema Suleiman akawapenda wanawake wageni, wakatajwa na makabila zao. Biblia inasema ambao Mungu alikuwa amewaambia wana wa Israeli wasiingie nao kwenye masuala ya mahusiano ya kuoana. Si kwa sababu alikuwa hawapendi, lakini kwa sababu ya roho za miungu yao. Akasema mkiwachukua watawakengeusha mioyo yenu, watawarudisha nyuma kiroho. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo badilisha vipaumbele vyako. Usitangulize kwanza upendo, tanguliza imani. Kumbuka hilo. Unaweza ukapuzia, lakini tafuta shuhuda za wenzako. Ukitanguliza imani, unajiuliza ndani, huyu mtu anasai wapi? Ameokoka hajaokoka? Hilo ni swali la kwanza litakuja ndani yako. Ili kama huna uhakika na imani yake, piga breki kidogo. Ukitanguliza upendo, unasema ataponea njiani. Nasema hamna neno, nimesikia kuna semina inakuja, nitapeleka jina lake kwenye box na maombi, Mungu akutane naye. Asipokutana naye, wengine bado hawajasikia. Nasema hivi, ukishaona msichana umepata boyfriend alafu kiroho chako kinayeyuka, sio sahihi. Kijana ukipata girlfriend alafu unaona kiroho chako kinaanza kufa, kaa mbali. Usiseme nampenda, atakumaliza huku ndani. Kesho yako iko ndani. Na hiyo ndio ambayo imewatesa watu wengi sana, kwa sababu hawakujua Biblia imewekaje.